kwa ajili ya majini, akawafundisha majini tu wasomee Qur'ani. Muhammad ni sayyidul jinni wal insi. Muhammad ni bwana wa majini na binadamu, ni kiongozi wa majini na binadamu. Wewe binafsi unamiliki majini? Na unamiliki majini wa namna gani? Mimi nina nguvu ya kuamrisha majini ninachotaka wafanye. Unamiliki majini? Kumiliki si ndio kuamrisha? Kumiliki manake na wafuga. Leo nimeanza nimefurahi sana. Nimefurahi sana. Mpenzi mtazamaji, yamkini ukashangaa kwa nini nacheka. Nataka utamuona hapo Dr. Sule, huyu ni shehe. Na mashehe wengi tu. Kila siku huwa nawaambia, Majaliwa huwa nawaambia watumishi wa Mungu, dunia hii imefika mbali sana. Anasema anamiliki majini na amekubali. Mwandishi wa habari anamhoji kwamba tumesikia Dr. Sule unamiliki majini, ni kweli? Anasema uwezo wa kumiliki majini upo kwa sababu tunatawala majini. Na majini ni viumbe kama viumbe wengine waliumbwa na Mwenyezi Mungu na walikuwa wanatawala hapa duniani. Msikilize mwana wa Mungu. Hawa watu ni wachawi. Kwa sababu ukisoma sura Al-Jini aya 72 inaelezea kwamba Mungu aliumba majini. Na haya majini wanavyozungumza sasa kwenye Qur'ani ni kwamba aliumba majini, baadaye yale majini yalipoasi yakapatikana majini mema baada ya kusikia Qur'ani. Na mengine ambayo hayakuamini yakasilimu yakawa Waislamu yalibaki katika upagani. Kwa hiyo miongoni mwao yapo Waislamu na mengine sio Waislamu. Kwa hiyo majini yaliyosilimu haya ndio mema. Na hayo ndio wanayatumia kwenye shughuli zao mbalimbali. Huo ni upotoshaji. Shetani hajawahi kuwa mwema. Unajua hapa kuna siri nzito imefichwa. Shetani hajawahi kuwa mwema. Biblia inasema kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 7. Nitakuletea masomo hapo mbele. Tuliaminishwa kwamba majini nao walikuwa ni viumbe kama viumbe vingine, waliumbwa kwa moto. Ndio maana kila shehe anayekuja anakuambia majini yameumbwa kwa moto, hayakuwahi kuwa malaika. Hili somo au ufunuo kwamba majini walikuwa malaika wanaopiga vita sana. Sikiliza, majini walikuwa malaika walioasi. Baada ya kuasi walishushwa duniani. Waliposhushwa duniani wakakosa nafasi ya kurudi mbinguni. Na Mungu hakuwapa rehema ya kuomba toba. Lakini mashehe wanasema majini yapo mema. Takuletea kile hapo. Mwana wa Mungu uko kani. Na ndio bwana mnateseka na majini. Mnafanya ibada na majini. Na wanaamini misikitini wapo majini. Nitakuletea clip shehe anasema wanaenda kuishi Maka na majini. Njoo kwa Yesu Kristo, utakuwa na mamlaka ya kuyakemea majini. Hakuna mwema, hakuna mbaya. Tunachoamini yupo malaika wa Mungu, hapo malaika wa Mungu aliye hai ambao ni watakatifu, ambao hawezi kumwamrisha mtu kufanya mabaya. Na ndio maana leo mtu anakamatwa na majini hayo yanamwambia wewe mganga kienyeji, anaanza kutoa kafara za kuku, mbuzi, maana anataka damu. Alafu nakwambia wao wake wanne. Huo ni uzinzi. Hebu angalia pale. Mungu akubariki sana. Okoka leo pone. Ni darasa ambalo linasema siri za imani. Karibu sana, tuendelee na mwendelezo wa siri za imani. Mtazame Dr. Sule. Sasa kwa wale wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewapa power ya kuweza kuwasimamia, kuwaongoza, kuwaamrisha na kuwaelekeza majini, wanadamu hao wanakuwa na uwezo wa kuwafanya majini watii matakwa yao. Umeona sasa? Umeona kwa hiyo na ndio maana hawa mashehe ni wachawi. Nimesema pale mwanzo ni wachawi. Kwa nini wachawi? Kama anavyosema hapo kwamba ana uwezo wa kuamrisha majini yatii matakwa yake. Maana yake nini? Ana uwezo wa kutumia jini. Ana uwezo wa kufunga maisha yako kutumia jini. Na ndio maana ukiangalia leo tunapambana na mapepo, tunapambana na majini. Tunapambana na nguvu za kichawi ambazo wametengeneza wao. Maana yake kama ana uwezo wa kuliamrisha jini, ana uwezo wa kulituma kwako likaja kuiba fedha chuma ulete, likaja kufunga maisha yako uzazi. Na ndio maana wapo watu washirikina wanaenda kwa waganga. Hawa ni waganga kabisa.
Kama hujui, fuatilia anayoyafanya. Anafanya uganga na uchawi. Unaona mapete aliyovaa? Hizo pete hizo ni pete za majini. Na waga anajitangaza kabisa, mi Dr. Sure na pete za majini, na pete za bahati, na pete za nini. Sikiliza mwana wa Mungu, hawa watu ndio hatari sana. Ndio shetani anawatumia kufunga maisha ya watu. Na wewe ambaye unaenda, mkili hata Mkristo una akili, unaenda kutafuta msaada kwa watu hawa, ni wachawi. Nakwambia ule ukweli. Mimi waga sipepesi macho, siogopi mtu, kwa sababu nimeambiwa kusema ukweli ili watu wapate kuokolewa, wapate kuwekwa huru. Wewe ambao unaenda kwa waganga, na watu wengi wameunganishwa Freemason baada ya ukanyaga kwa watu hawa. Nafsi yako inaunganishwa kuzimu. Unakamatwa, unaingia Freemason, wanatoa kafara, wanafanya nini? Wanafanya vitu vichafu sana hawa watu. Wanawanga usiku, wanafunga maisha ya watu. Ukimwendea nataka fulani aondoke, anaweza kumuua. Sasa kama mtu anaweza kamlisha majini hapo anakataa eti hawezi kufuga majini. Yeye afugi majini ila anayaamrisha. Unayaamrishaje jini kama ule aliko chini ya himaya yako? Kama hujalitawala na ukaliamuru na likakutini ukalielekeza cha kufanya. Tupone wana wa Mungu. Tupone wana wa Mungu. Narudia tena, tupone wana wa Mungu. Wewe Mkristo ambao unakaja kwa hizo madhabahu, na wewe Muislamu, na wewe mtu yeyote mpagani, sio Uislamu, sio Uislamu, sio Uislamu. Alafu unashangaa Uislamu wenyewe unakataza vitu vya namna hii, lakini ukishadumbukia huko ndani lazima utavifanya. Na ndio maana kuna wakati majini yanakulazimisha uingie kwenye hizo imani kwa sababu anajua huko ni kwao. Unajua kusikia jini linakwambia nenda kanisani, halipo, haitatokea. Jini limepanda linasema nenda kanisani, tunataka uwe mchungaji. Likikupanda jini litakutupia huko, kwa sababu anajua huko ndio nyumbani kwao. Qur'ani 2:72. Pona, okoka leo. Unahitaji kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Mimi nimetoka kwa imani. Nilikuwa ustazi, familia ya mashehe. Ustadhi Rajabu Maulidi Majaliwa. Nenda YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, nenda wapi? Aresho TV, Davista Media, Promova TV napatikana. Nenda kafuatilia shuhuda. Na mkiwa unadhani unaigiza, labda nafanya maigizo, hapana. Nakwambia okoka, ndio uponyaji wako. Sio kana majini na mapete na manini na vitu hayo ni ya kuzimu. Hao watu wameshaungwa Freemason bila kujua. Zipo mbinu nyingi na njia nyingi za kuunganishwa Freemason. Moja wapo ni kuingia katika utaratibu huo, na imani hizo ni hatari sana. Suluhisho ni kuamini Yesu Kristo. Mungu akubariki. Unahitaji kuombewa sala ya toba, namba yangu inapita hapo kwenye runinga. Ni alama kujumlisha 255-756-2274-18. Nitafute, usiogope. Tutaomba pamoja. Una shida yoyote nitakuombea. Nimeombea watu wa aina mbalimbali. Angalia kwenye channel yetu ya Steven Majaliwa TV. Usiache kusubscribe, kushare na comment. Mikutano mbalimbali, maombi na maombezi kwa watu mbalimbali. Watu wanafunguliwa, shuhuda ni nyingi, lakini sio kwa njia hizo za kishirikina. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Epuka na watu hawa, ni hatari sana. Na kama unataka kudumbukia katika imani hiyo, unaenda kupotea mwana wa Mungu. Na kama mtoto wako anaenda kuolewa na mtu wa namna hiyo, umeenda kupotea. Umeona kule chini. Fuatilia akaunti yangu yote, utakutana na klipu niko naombea mabinti ambao walikuwa wamekamatwa na maustazi na mashehe. Majina yao yamechukuliwa, picha zao wakaunganishwa kuzimu, wakatupiwa mapepo. Mapepo yanawavuta kwenda kuolewa kwa njia ya kichawi. Kama ulikosha naswa kwa njia hizo, njoo nitafute, nitakuombea kwa jina la Yesu Kristo. Utatoka kwenye kifungo hicho. Wengine wanadhoofishwa kwamba wasiingie katika imani ya Kikristo, kwa sababu kishaingia kwenye imani ya Kikristo umepona. Mungu akutie nguvu. God bless you. Steven Majaliwa, mchungaji na mwinjilisti kutoka Tanzania. God bless you. Mungu akubariki na kuombea baraka za Mungu. Amen. Amen. Sana. Kiji msikiti kizuri lakini kidogo. Na ule msikiti nishaswalia sana, lakini nishaona mambo ya ajabu ambayo si ya kawaida. Nishaona vitu vya ajabu mle ndani. Usia kuita jini ila kupe pesa wewe. Jini mzuri. Kaka, hizi elimu hizi kwanza si nzuri sana kuzizungumza kwenye makamera. Hizi ni elimu mbaya sana kuzizungumza katika kamera. Sawa sawa. Lakini mimi nishawahi kufanya vitu vingi sana. Mimi nikiambiwa kitu hiki kina majibu, basi nakifanya nione, sisikilizi. Kwa hiyo nikifanya kikatoa majibu na mimi ndio nafanya. Kwa hiyo mimi nishawahi kufanya vitu vingi sana, lakini sijajua ni vitu gani, lakini vingi mimi nishawahi kufanya. Kumuita jini. Mimi vingi nishawahi kufanya. Maana nakwambia hii elimu ya kuita viumbe ipo na inafanya kazi. Ushawahi kumuita jini? Mimi nishawahi kuita.